I see. Wewe ni fundi najua. Wala sikufikiria kama unaweza kuwa fundi kiasi hicho. Nimeenjoy sana. Kweli? Nimekuchukulia poa. Kwa kuwa umesema una haraka. Lakini niseme kwamba acha niache. Lakini usisite jioni. Sawa. Njoo jioni. Sawa. Ya. Usiku leo nataka kuishi. Mapenzi bwana, mbona kama kizungumkuti unapokwenda ukiletwa nyani unakula nyani, yakija maini unakula maini. Kuwa ianze kuwa tutasuja. Unaanzaje kufuga ng'ombe ya kuwa maziwa? Halafu yeye anampenda yule. Mapenzi bwana kizungumkuti, unazunguka lakini haufiki. Kusema ukweli mimi nampenda yeye, halafu yeye anampenda yule. Mapenzi bwana kizungumkuti, unazunguka lakini haufiki. Mapambazuko, sijui lini kutapambazuka. Halafu nafsi yangu mimi imeshachoka. Mbona kama mmeniacha? Mapambazuko, sijui lini kutapambazuka. Halafu nafsi yangu mimi imeshachoka. Mbona kama mmeniacha? Kusema ukweli mimi nampenda yeye, halafu yeye anampenda yule. Mapenzi bwana kizungumkuti, unazunguka lakini haufiki. Kusema ukweli mimi nampenda yeye, halafu yeye anampenda yule. Mapenzi bwana kizungumkuti, unazunguka lakini haufiki. Assalamu alaikum. Safi za huko? Safi tu, sijui nyewe. Huku salama. Samahani shemu, nilikuwa na shida, kama itawezekana unaweza ukafika kesho? Hamna shida kubwa, nilikuwa na shida tu niongee na wewe kama inawezekana. Samahani kama nakuharibia ratiba zako. Hamna tatizo kubwa, ni maongezi tu ya kawaida. Sawa, mtashukuru. Haya, uwe na kazi njema. Sawa. Karibu Shem, karibu sana. Asante sana Shem, nimeshakaribia. Karibu. Asante sana. Karibu. Sasa uliponipigia simu nikaona ngoja nije nikusikilize shemeji yangu. Maana mtu akipigia anake sasa ana shida yake lazima ujitahidi uende kumsikiliza.
Kweli shem. Nilikuwa nina shida. Ndio nikakuita. Tuna matatizo mimi na mume wangu. Nikaona sina mtu mwingine wa kumuelezea shida zangu. Akasikiliza, nikaona bora nikuambia yeye nikushirikishe, ndio maana nikakupigia simu. Sasa mimi na mume wangu tuna matatizo. Sasa kusema ni madogo, ni makubwa kidogo, kwa upande wangu makubwa, ndio maana hata nikaomba nije nikushirikishe ili tuongee tukiwa wote watatu. Sikutaka kuwa mnafiki. Nipenda tukiongea tukiwa wote. Ndio. Sawa, haina shida. Yupo? Yupo ndani. Kwa hiyo unapiga simu yeye hakuwepo. Ana taarifa ya wewe unajua wangu. Sijamwambia chochote na hajui. Kwa ndio labda kama alimwambia yeye lakini haelewi chochote. Hapana, mimi sijamwambia. Basi mwite basi. Haina shida. Kusema ukweli mie nampenda yeye, halafu yeye anampenda yule. Mapenzi bwana kizungumkuti, unazunguka lakini haufi. Kusema ukweli mie nampenda yeye, halafu yeye anampenda yule. Mapenzi bwana kizungumkuti, unazunguka lakini haufiki. Mapambazuka, sijui lini kutapambazuka, halafu nafsi yangu mimi imeshachoka. Mbona kama mmeniacha? Mapambazuko, sijui lini kutapambazuka. Kaka. Karibu sana. Asante sana. Karibu kabisa. Nimeshakaribia ndugu. Karibu sana kaka. Asante. Vipi afya? Mimi namshukuru Mungu. Eti? Nashukuru Mungu wote tuko salama. Ndio. Naona kuna kitu jambo. Niko naye. Unajua yupo. Nimekuja hapa, shemeji kanipigia simu. Sasa nimeona kwamba nilipofika hapa amenipa maelekezo. Ana kesi ambayo inakuhusu wewe. Sasa nimeona nisimsikilize yeye peke yake kwa sababu nimeambiwa kwamba wewe upo. Kwa hiyo kama tumekuita, nishafika muda hapa. Unaona kama ni surprise. Si ndio? Hapana. Shemeji kanipigia simu. Ni kweli simu, mimi nilipigia simu. Nilikuwa nataka niongee na wewe. Mimi na mume wangu tuna matatizo ndani. Huyu mume wangu ana tabia fulani hivi ambazo mimi siridhiki nazo kama binadamu. Ndio. Au kama mke wake. Ndio. Yaani hapo unavyomuona. Sisemi kwamba ana tabia mbaya, eti kwamba ana tabia mbaya zote, hapana. Ila ana tabia tu ambazo sijazipenda kwa kweli. Yaani shemu. Unavyomuona ananiingizia wanawake tofauti humu ndani. Nini unanikanyaga bwana? Niache bwana. Ananiingizia wanawake tofauti humu ndani. Juzi kushinda jana akamuingiza mwanamke saa 7 muda wa swala hivi. Subhanallah. Nini unanikanyaga jamani? Subhanallah. Shea na adhini, yeye anaenda kuzini. Huyo Salima. Ndugu wangu nifikia hapo wewe. Saa 7 muda wa swala. Afu unaenda. Utasema nini? Atasema nini? Ana cha kusema, hiyo ni tabia yake. Saa 7 muda wa swala. Ndio. Subhanallah. Amekaa huko ndani, ametoka saa 10 tena. Hivi shemio ni halali kweli? Senti. Na nikamuita nikajaribu kumwambia kama mwenzangu, mume wangu hicho unachofanya. Alinijibu vibaya, kwa kweli nijisikia sana vibaya. Na sikuwa na mtu wa kumuelezea. Na sijai kusema popote mimi. Ndio kwanza bismillah inakuja kusema kwako. Mdogo wako ana tabia za ajabu sana. Chafu, yani zinachosha. Mimi nimekuelewa. Na jambo hili mimi naona nilaweza kulimaliza mimi na mke wangu tu. Hakuna cha kulimaliza hapa, hakuna cha kulimaliza. Nimeongea na wewe mara ngapi? Unamwona ananifinyia macho? Si unamwona? Ndio.
Amna kulimaliza. Hii ni tabia yake. Namwambia mara kibao tu hajawahi kuacha. Tunamwona hadi ananikanyaga. Inamaanisha nini? Mimi kwa kweli sijapenda hata kidogo, sijapenda. Ndugu yangu, unajua kama ni mtihani. Saa 7 muda wa kuswali. Hata kama isingekuwa saa 7. Yaani unamhasi Mwenyezi Mungu hadi muda ule wa swala. Afu isitoshe umemtoa mwanamke huko kwenye nyumba yako. Umeona nyumba za wageni bado hazitoshelezi. Yaani umekuja kuonyesha makucha yako, unakuja kuonyesha ubaya wako. Tunamwona mimi na yeye tunaishi huko ndani. Tabia yake kabisa. Ana chochote cha kusema hapo. Hiyo ndo tabia yake, ndo uhalisia wake. Yaani ana tabia za ajabu ndugu yako. Na kibaya zaidi humu ndani tunakaa mimi na yeye. Hivi jamani hizo tabia za wapi? Afu ananikanyaga, ananifinyia macho nisiseme. Kwani nisiseme? Pole sana juu ya hili. Dogo wangu. Sijapenda mimi. Hayo mambo unayofanya hayakufai. Kumbuka wewe mwanamke umemchagua wewe mwenyewe, hujalazimishwa na mtu. Wewe ulitupa si taarifa ya kwamba mimi naoa. Umemuoa kabisa kisheria ya ndoa, umepitisha ndoa. Hakuna aliyekulazimisha kwamba wewe mwanamke labda umuoe kwa lazima, hapana. Wewe mwenyewe. Sasa leo hii unaenda kuchukua wanawake huko nje kuwaleta ndani ya nyumba, inakuwaje? Dini haitaki hivyo. Sio dini tu, hata katika mazingira ya kawaida haipendezi. Yani ni mke wako, anajisikiaje wewe? Unamdhalilisha maana yake. Naisikia vibaya. Yani mwanamke anatoka nje, huyu anakujua wewe kiundani hadi chumbani kwake yeye, inakuwaje? Haya, kama kule chumbani kwake ameweka zile nguo zile ambazo zipaswa kuonekana na watu wengine zaidi ya nyinyi wawili. Kwa hiyo anayekuja anaziona zile, anajua mbona huyu anavaa chupi aina gani sisi. Inakuwaje hapo? Wewe ni kama unamdhalilisha mke wako. Mimi nimeshachoka. Yaani nimechoka kabisa. Sasa tambua kwanza, fikiria hivi, kwa mfano haya anayazungumza shemeji yangu. Namfinya nani mimi? Ingekuwa ndio unafanyia wewe, ungejisikiaje ndugu yangu? Wewe ungejisikiaje? Yaani shemeji yangu ndo anakufanyia wewe hivi. Angesema mimi malaya. Yaani sheme, ongea na mdogo wako. Ongea na mdogo wako, mimi nimechoka. Hapana shemeji, ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Shemeji, nimekuheshimu. Ongea na mdogo wako. Umeniita mimi tuyasuluhishe shemeji. Ndio ongea naye. Yaani shemeji yangu shemeji sasa unaenda wapi? Ngoja kwanza, kaa kwanza. Ongea na mdogo. Wewe naye. Anaondoka sasa, unafanyaje? Hizo tamaa zako zitakuponza mdogo wangu. Hizo tamaa zako zitakuponza sana. Angalia shemeji anaondoka. Unabaki na nani hapa? Au wanakudanganya tu nyumbani kwako tu kama. Alafu ukizingatia muda wa kuswali wewe. Unaniuzi sana. Kaka. Utaniambia nini? Ameongea uongo? Mapenzi bwana, mbona kama kizungumkuti, unapokwenda ufiki, unazunguka lakini haufiki. Mapenzi bwana, mbona kama kizungumkuti, unapokwenda. Jamaa wangu unafeli sana. Pikipiki toka umechukua asubuhi mpaka jioni hujaileta. Na utambua fika kabisa pikipiki ni ya marejesho. Inataka kiwango. Umekuja kurudisha jioni. Hivi umenifanyia kitu cha kweli kabisa ndugu yangu? Ndugu yangu, kwanza kabisa samahani sana. Naomba nisamehe. Kwa sababu unajua kuna vitu ambavyo mimi vimenigharimu sana. Shemeji yako yuko ndani. Shemeji yangu mimi? Ndio. Kwa hiyo jana nikamchukua hapa, tukachukua ile pikipiki yako, tulienda moja kwa moja kwa shangazi yake, tukatoka hapa tukaenda kwa dada yake. Tukatoka hapa tukafanya mizunguko mikubwa sana jana ili kuweka mambo kidogo sawa. Lakini yote na yote naomba nisamehe kwa sababu sikutegemea kama nitachelewesha pikipiki kiasi kile. Shida sio kukusamehe rafiki yangu. Shida taarifa. Ungeniambia ninakokwenda nachelewa. Hata mimi pia ningejiandaa. Mimi ningejua na balansi vipi muda na kiwango cha bosi. Pikipiki mimi ya marejesho. Nalalamika kwa sababu uniambia unaenda mara moja na kurudi. Na mimi nikakuamini nikakupa, lakini muda ambao umekuja sio. Lakini sio shida ndugu yangu. Umeelewa? Kwa sababu wewe ni familia.
Ishu ile kuwepo. Umesema yuko ndani shemeji. Yule binadamu. Kuwa makini. Mwanangu katoka zake huko, anafika anasema ndio nimefika. Siwezi kutoka huko na kule. Kwa hiyo jana mimi nimechukua pikipiki yako. Nilienda kwenye mizunguko nilienda, nimetoka pale nimepeleka kwa shangazi yake, nimetoka pale nimepeleka kwa dada yake, nimepeleka. Yaani mizunguko top ndugu yangu. Shangazi yake akanipa moyo mkubwa sana. Anipa moyo, tena moyo mkubwa sana kuhusu kuishi naye huyu mwanamke. Lakini mimi nawaza kama nimwache vile. Shida sio kumwacha. Kama una mipango ya kumchezea, muache. Ila kama una malengo naye, sio, umeelewa? Fuata utaratibu. Unapozungumzia kumwacha, kama umepanga mipango inakugharimu. Ila kaa ukijua kuna la usiku, kuna la mchana. Yule ni binadamu. Kaka, mimi sihitaji kumchezea. Nampenda sana. Hofu yangu mimi ni hapo tu. Anaweza kanifia ndani. Hilo ndilo na mimi naloliwaza. Fuata utaratibu. Haikupi shida. Haina shida ndugu yangu. Nimekuelewa vizuri sana. Nimeshachoka. Mbona kama mmeniacha? Kidoti, kilichokufanya mpaka unyanyue kinywa yako na kumuita blaza kuja hapa, jambo la kuweza kukaa kuzungumza wewe na mimi tu hivi, ulishindwa kuniita pembeni tukakaa tukazungumza vizuri kama ni watu ambao tunaishi sehemu moja? Unaamua mpaka kumuita blaza na kuja hapa hivi, ujue umenichafua. Sasa ulitaka nimwambie nani? Nimeongea na wewe mara ngapi? Uliwahi kunisikiliza? Kwa hiyo ulitaka nifanyeje? Ulitaka nifanyeje sahihi? Nishaongea na wewe mara kibao. Kwanza nimetoka na hivyo vibwenga vyako. Wewe ulikuwa unatakaje? Unataka nimuite babu yako au? Unajua wewe ushanizoea kwa sababu tokea umefika hapa sijawahi kukuonyesha mimi ni nani. Kuambia ukweli ndio ulichokosea. Umeanza dharau Umeanza dharau, si ndio? Kwa hiyo ulitakaje? Unajua wewe ushanizoea kwa sababu tokea umefika hapa sijawahi kukuonyesha mimi ni nani. Onyesha tuone. Wewe ni nani? Si Salimu wewe. Si mchoshe bana. Au sio? Kwa sababu siku zote nakuchekea na kuonyesha vimeno. Basi mimi nakufurahia. Wewe unanichekea, mimi nakufurahia. Tunapandana kichwani. Kwa hiyo ulitakaje? Salimu. Mazoea wewe. Ushaanza mazoea wewe. Hivi Kidoti, mimi unachukuliaje? Sisi lazima nipiga. Hivi. Ushaanza kunizoea huko ndani, si ndio? Mpaka inafikia hatua unaamua kumuita mtu mwingine, Kwani usikae na mimi ukazungumza na mimi? Kwa hiyo ulikuwa hujaona kitu kingine chochote kile cha kufanya mpaka unaamua kumuita blaza. Wewe unaamua kunichafua, si ndio? Niue. Sio nataka kuniua niue. Ngoja nikwambie kitu kimoja sawa. Itakuwa wewe haunijui. Hili unijue vizuri, sawa? Inabidi hebu niangalie. Hebu nitazame. Mapenzi bwana, mbona kama kizungumkuti, unapokwenda ufiki, unazunguka lakini haufiki. Mapenzi bwana, mbona kama kizungumkuti, unapokwenda ufiki, unazunguka lakini haufiki. Kusema ukweli, mie nampenda yeye, halafu yeye anampenda yule. Mapenzi bwana kizungu.
Asante. Mwanadamu amekosea na kusahau. Ukikosea maana yake inabidi ufanyeje? Uelekezwe. Ukisahau utaniambia nini? Ameongea uongo? Sasa ulitaka nimwambie nani? Nimeongea na wewe mara ngapi? Kuna jambo moja nataka kuzungumza na wewe mke wangu. Nimeongea na wewe mara ngapi? Uliwa kunisikiliza? Haufai wapi ndugu yangu, unajua? Nje ya ulingo. Mimi naimba muziki wa Singeli. Nimewaza vya kutosha sana. Ndio. Naomba tusahau yote yaliyopita mke wangu. Tugange yajayo.